Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tukae. Yes. Haya, asante. Nashukuru kila mmoja wenu ambaye amekuja hapa ndio tuwe na siku njema ya kuombea biashara zetu. Tuwe na siku njema ya kumuita Bwana Mungu wa mbinguni kwa jina la Yesu, tumwambie kwamba tunataka kubarikiwa. Na tumekuja hapa pamoja baada ya mipango ya siku nyingi. Na ninashukuru Bwana kwa kila mmoja wenu amefika hapa, mdogo na mkubwa. Gavana wetu Bwana Sakaja tukubariki kwa kukubali kukuja maombi. Ndindi Nyoro, asante sana kwa kuwa hapa mheshimiwa. Mungu akubariki. Na ukisikia hizo kelele unasema unapenda. Najua hata wakati wa kelele na hizi unasema na hii mtu anapendwa. Na pamoja na waheshimiwa kwa nini tulikusanya watu wengi namna hii? Gavana naye akakubali tufunge Nairobi street kama 4-5 na watu wakaweza kuja kila mahali. Kuwa na viongozi wanapenda Mungu ni baraka kubwa. Tumewahi kuongozwa na viongozi ambaye wanakuja mkutano kama huu na mshabi. Na tulikuwa na tukaona na tukasikia. Kwa hivyo wakati tunapata ni kama miujiza. Ni kama ndoto jameni. Tuwapigia viongozi wetu makofi, asante. Na bila kusahau ya kwamba hii yote imewezekana kwa sababu ya kiongozi wa nchi hii, rais ambaye alionyesha watu kutoka zamani ya kwamba yeye ni mhubiri, na hata akasema akiritaya atanijoin tuweze kuhubiri pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Rais William Ruto pamoja na Mama Lesho ambaye tumesaidiana na yeye sana kwa kasi ya Mungu mpaka tukaweza kuleta Benihini hapa nchini Kenya. Na kuna neno moja Bwana Sakaja tuliambiwa na Benihini ya kwamba kuna watu wanafikiria Biblia si ya kweli. Na shetani mwenyewe ambaye anatabulika na dini zote za dunia mzima, hata anatabulika na mganga wa kienyeji shetani, yeye mwenyewe alisema imeandikwa maranga kudhibitisha anasomanga Biblia in his private time. Wakati hakuji kukuigia ukunywe shangaa na bagi na vitu vingine, anafanya Bible study. Maana alipokutana na Yesu mwenyewe alimwambia imeandikwa. Kwani alijuaje imeandikwa? Alisoma mzee. Aliketi mahali akastudy. Na akaona imeandikwa akakuja kuambia Yesu. Sasa kama shetani mwenyewe amekubali Biblia ni ya kweli, wewe tashishi zako zinatokaga wapi? Kama adui yule mkubwa ametusubua, hata tumekuja hapa kwa sababu yake. Please, si mtu mwingine ametuleta. Hatuja kuja hapa kwa sababu ya gavana. Ni shetani amesubua watu. Tunafanya biashara hapa miaka nyingi. Alafu tunaenda litaya, tunaenda kulima shamba mpaka na huwezi kulima, umezeeka. Inaitwa poor finishing. Na sasa tumekuja hapa kusema hakuna mwana biashara mwingine atamaliza vibaya. Atamaliza na umaskini. Hii poor finishing inafanya tushekelewe sana kijiji. Umekaa Nairobi mpaka watoto wako wanaongea Kisungu, alafu unaenda kuomba mboga. Mpaka watu wanashindwa na hii Nairobi haikukusaidia. So hiyo ndio mambo ambayo tutakuwa naye. Ondoeni gavana kidogo kwa jua ndio wasishomeke sana. Vijana wakishomeka hawana problem. Ambiwa kabla sijaanza kuhubiri MP wa Starehe, Bwana Amos Muligo yuko hapa pamoja na sisi.
Mungu akubariki. Tuko nyumbani hapa starehe. Asante sana. Sasa ningependa kuwaeleza kwa nini watu kama hawa wanakutana hapa siku ya leo. Kwanza ningependa kuwasomea maneno mawili matatu, na kabla sijasoma Biblia ambaye tumethibitisha ni ya kweli, maana hata shetani alikuta. Ningependa kueleza ya kwamba nilikutana na watu hawa viongozi wa business community wakiongozwa na chairman wao Bwana Wambia na pamoja na members wote, na wakanieleza vile wanaona biashara zikienda, matatizo yale wako naye, na tukaona hiyo matatizo haiwezi kutatuliwa na mwanadamu, inaweza kutatuliwa na Mungu wa mbinguni. Na in fact wameniandikia kikaratasi hapa ambaye hii kinaonyesha hakuna mtu anaweza kutatua matatizo kama hayo. Na moja yake ni hiyo nimetaja ya poor finishing. Nyingine ni kuwa na madeni ambaye haina mwisho. Na mnakumbuka kuna madam alikuwa na deni nyingi. Kaita mtumishi wa Mungu akamwambia, mtumishi wa Mungu, niko na madeni mengi na wanataka kuuza kila kitu. Na Biblia inasema wakati Elisha alimuombea, deni zake zote zilikwisha. Ile kabiashara kadogo alikuwa naye kakamoto prime mpaka watu wakapanga laini kununua mafuta kwake na kununua unga kwake na kununua vitu kwake. Jerikani zikajaza za tauni mzima, mpaka tauni mzima ikasema hakuna jerikani nyingine. Na ni mtumishi aliomba, nikiwa na imani Elisha alienda. Sasa Elisha ni sisi. Kwa hivyo tutaomba hizo biashara zenu zimultiply maradufu 100 kwa 100. Na sasa mfanye biashara hapa area hii, akipata pesa nyingi, akifaulu, watu wote wanasema sasa niko na example mzuri ya kuangalia, anakufa. Premature death. Lazima hiyo tuikansel leo katika jina la Yesu. Na governor wetu, niko na kishupa cha mafuta hapa. Utanikubalia kumwaga mafuta kwa hii lami bila kushikwa na hii vijana ya kaju ambaye inaweza kushika mtu hapa. Nimwage hiyo kishupa yote. Ndio nguvu zote za giza zinafanya kazi ya area hii ziondoke kuanzia leo na sisirudi tena. Na hiyo ibada nitaifanya hapa, na nimekubaliwa na Bwana kufanya ibada kama hizo. Na kwa hivyo mambo ya kuona ya kwamba mtu akifanikiwa ndiye anakufa. Unajua Nairobi tunakuja bila kusema. Alafu vile nguvu ziko huko zinahakikisha umerudi bila kusema. Tunataka ukiondoka hapa unafanywa party. Watu wanakuambia we will miss you. Lakini sio tunakukosa hapa siku 3 siku 4, tunauliza na fulani yako wapi? Alienda kulima mboga. Hii mambo lazima tumalize katika jina la Yesu. We came here to succeed, we did not come here to fail. We came here to prosper, we did not come here to joke. Na 99% ya wale tumekutana hapa mulikuja kutafuta pesa Nairobi, ama mulikuja kutafuta nini? Kuna mtu alikuja kutafuta mke hapa? Si mke tu ni by the way. Si mume tu ni by the way. Tu initially ilikuwa idea gani tukuje Nairobi? Tutafanikiwa katika jina la Yesu. Na ndiposa tumekuja kumuita Mungu wa mbinguni na kumwambia, Mungu wa mbinguni, kuna kitu kiko hapa hatuelewi. Tunataka tufanikiwe. Na tunataka generation nyingine ikikuja iseme ya kwamba mababa wetu walikutana wakatengeneza mkutano inakaa msalaba. Si inakaa msalaba? Inakaa msalaba. Halafu wakati walikutana wakatengeneza mkutano inakaa msalaba, wakatutengenezea environment ya kiroho mzuri ya kufanya kazi bila kuzuiliwa. Amen. Sasa mambo haya yote business community tutaifanya. Na mambo haya itakuwa mazuri. Na ninaweza kuhakikishia baada ya hii mkutano mambo itabadilika. Ate mambo itafanya nini? Itabadilika. So sasa kabla sijasoma neno, wacha tukaribishe mheshimiwa Margaret afike, Bishop. Akae chini ndio niweze kusoma vizuri.